Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii napenda kuzungumza nawe juu ya kujiliwa tena na Bwana. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 15 ule mstari wa 16, maandiko yanasema, baada ya mambo haya nitarejea, nami nitaijenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake, nami nitaisimamisha. Maandiko haya yanazungumza juu ya nyumba ya Daudi ambayo alijenga Yerusalemu, na ndani yake akahifadhi sanduku la agano. Na jambo la kipekee ambalo lilikuwa linatokea katika nyumba hii ni kwamba Daudi aliweka watu wa kumsifu na kumwabudu Mungu kwa masaa 24. Lakini nyumba hii haiko tena, na wala mambo yaliyokuwa yanatokea katika nyumba ile hayako tena, na Mungu anazungumza katika neno hili kwamba nyumba hii ya Daudi imeanguka kutokana na maasi ya wana wa Israeli, na kutokana na maovu waliyofanya yalipelekea nyumba hii tena, lakini pia mambo yaliyokuwa yanafanyika yasifanyike tena. Kama vile Daudi aliweza kujenga nyumba hii na akaanzisha vitu vya kufanyika ndani yake, ni wazi kabisa kwamba vitu na mambo tunayoyajenga katika maisha haya yanaweza yakaanguka kwa sababu yoyote ile, kwa sababu mara nyingi adui huwa anatafuta nafasi ya kuweza kuyaangusha yale ambayo mtu ameyajenga kwa msaada wa Mungu. Wako watu ambao walijenga biashara zao zimeanguka. Kuna watu ambao walikuwa kwenye ndoa zao vizuri na ndoa zao zimeanguka. Kuna watu walianzisha miradi na miradi yao imeanguka. Kwa hiyo watu wamepoteza vitu ambavyo walivijenga. Wengine walitengeneza mifumo mizuri sana ya maisha yao, lakini ile mifumo imeanguka, haiko tena wakati tunapozungumza. Lakini pia tunaweza tukaelewa kabisa ya kwamba mtu anaweza akaanguka kutoka katika hali yake nzuri na ikawa mbaya sana. Na tumeshuhudia vile ambavyo kuna watu ambao walikuwa vizuri sana kiuchumi, walikuwa vizuri sana kifedha, walikuwa vizuri sana kwenye afya, walikuwa vizuri sana kiroho, lakini leo hii hawako tena kwenye hali walizokuwa nazo hapo kwanza. Na kwa sababu hiyo tunapozungumza sasa hawana hizo hali nzuri, kwa sababu wamekwisha kuanguka. Fikiri vile ambavyo kuna watu ambao walikuwa wanaomba sana, wanasoma neno la Mungu na kutafakari kwa uhuru sana, na walikuwa wanaenda kushuhudia watu wengine waweze kuokoka vizuri sana, lakini leo hii hawana uwezo huo tena wa kufanya kwa sababu wameanguka. Na kuna wengine ambao wameenda mbali zaidi, si tu kwamba wamepoa, lakini wamefikia mahali pa kufanya dhambi na wanaishi katika dhambi. Na inawezekana hivi ninavyoongea na wewe ni mtu ambaye kuna vitu vimeanguka, na wewe inawezekana umeanguka uko chini sana. Neno hili ni kwa ajili yako, na mimi nimekuja nikuambie kwa jina la Bwana ya kwamba Mungu amesikia maombi yako, na neno hili linakuja kwa ajili yako. Usije ukafikiri kwamba kama kitu kimejengwa vizuri sana basi hakitaweza kuanguka. Ukimwendea Daudi wakati ule ukamweleza ya kwamba hivi unavyovijenga sasa na kuvianzisha vitaanguka, angeukatalia. Lakini ukweli ni kwamba tumeshuhudia katika historia vitu vilivyojengwa vizuri sana na vimeanguka. Suleiman alijenga nyumba ya Bwana na ilianguka. Ni wazi kabisa, mtu wa Mungu, kwa kadiri unavyopanda juu, uwe makini usije ukaanguka na wewe ukawa kama wale wengine ambao wameanguka. Usije ukafananishwa na nyumba ya Daudi. Na ukisoma vizuri mstari huu unakueleza jambo la msingi ya kwamba kuna wakati ambao Mungu anaweza kuvirejea ama kurejea vile vilivyoanguka. Ukisoma mstari huu unagundua jambo moja zuri sana la kutia moyo sana, kwamba
mara baada ya nyumba ya Daudi kuanguka haikuondoka kwenye moyo wa Mungu, kwa sababu nyumba hii ilikuwa ni ya kwake. Na kwa sababu hiyo, pamoja na kwamba ilianguka, ndani yake Mungu kulikuwa kuna fukuta akitaka ajenge tena. Hii ni wazi kabisa ya kwamba Mungu huwa anarejea kwenda kuvijenga na kuwajenga watu wake. Na Mungu anatamani zaidi kurejea vilivyoanguka kuliko kuanza vitu vipya. Ikiwa ulikuwa ukifanya vizuri biashara yako na Bwana ikaanguka, nataka nikueleze kwamba Mungu anatamani kuirejea biashara hiyo. Na kimsingi Mungu anatamani ainue biashara iliyoanguka kuliko kuanza biashara nyingine mpya. Mungu anatamani airejee ndoa yako, aijenge kuliko kuanza ndoa mpya. Mungu anatamani ajenge mradi wako ulioanguka kuliko kuanza mradi mpya. Maandiko yanatueleza kitabu kile cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 20 kwamba mwanzi uliopondeka hautauvunja, wala utambi utoao moshi hautauzima, hata ailetapo hukumu ikashinda. Mtu wa Mungu, wewe ni kama utambi unaotoa moshi. Mungu akija hataki auzime, bali atauwasha tena. Ni hali ya kiroho imeanguka ndani ya maisha yako. Mungu anatamani aiwashe tena, iweze kurejea tena kwa upya. Watu wengi sana wanafikiri kwamba wakianguka hawataweza tena kuinuka. Lakini leo hii nina neno kwa ajili yako kwamba Mungu anatamani akujilie, akuinue tena. Fungua moyo wako, pokea. Una Mungu wa mbinguni anaweza akakuinua tena. Nina neno la kukuambia ya kwamba unaweza ukasimama tena, unaweza ukajengwa tena na ukajengeka katika eneo lolote la maisha yako. Jambo la msingi, nenda mbele za Mungu, muombe Mungu, kaa uweponi mwa Mungu, mwambie Mungu, sina kitu nachoweza kufanya, lakini Mungu nisaidie, nami niko tayari kujengeka. Na ninakuombea Mungu akusimamishe, Mungu akujenge, na utajengeka katika jina la Yesu Kristo. Amen.